Mpenzi mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Leo nakuletea kipindi cha madrasa zetu. Ni mimi mtangazaji wako Selemani Mustafa, nakuletea kipindi cha madrasa zetu. Niko Magomeni Mwembe Chai. Niko na Sheikh Mudathiri. Msikilize anachosema, wekeza kwenye dini, Mwenyezi Mungu atakulipa. Ndugu zangu watazamaji wa Channel 10, mimi ninasimama mbele yenu kwa majina ninaitwa Ustadhi Mudathir ibn Said ibn Rajab ibn Karwan. Napatikana katika kitongoji cha Magomeni Mwembe Chai. Na hapa tulipo ni sehemu ya kituo ambacho kinaitwa Madrasatur Rahman, ambacho mimi ndo msimamizi mkuu na wenzangu. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunamshukuru kwa mara nyingine kwamba kituo chetu kina muda mrefu kiasi fulani. Tumeanzisha kituo hichi mwaka 2003. Kwa hivyo utaona mpaka muda huu ni muda gani ambao tumekuwa tukidiri na hizi shughuli za ufundishaji wa madrasa. Wamepita vijana wengi. Alhamdulillah, tunafundisha madrasa kwa mustawa wa ibtidaiya. Yani ibtidaiya ni kiwango cha chekechea mpaka primary. Mashallah, tunamshukuru Allah ametuwezesha kuyafanya hayo na tunaendelea. Kwa namna moja au nyingine, nitakuwa sina maelezo mengi zaidi kuhusiana na hili, isipokuwa vijana ambao wapo kwa sasa tutaweza kuwaona ili kudiriki kile ambacho tunakizalisha katika madrasa hii. Karibuni inshallah. Inshallah, kama tulivyozungumza hapo awali ya kwamba inshallah tunafundisha mambo mbalimbali katika kituo chetu cha Madrasatur Rahman Islamic Center. Inshallah sasa twende moja kwa moja, wapo vijana ambao wanakuja kuonyesha yale ambayo matunda yanayopatikana katika madrasa yetu. Inshallah miongoni mwao tutaanza na Bint Hassan ambayo ni Irhama, atajitambulisha na ataendelea na kile ambacho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ninaitwa Ilham binti Hassan, ninasoma Al-Madrasatur Rahman. Nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwasomea historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man sayyiduna Muhammad, ni nani mtume wetu Muhammad? Huwa Rasulullah, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ila nasi kafa, aliyetumwa kwa watu wote, wa akhirul anbiya, na ni mwisho wa mitume, wa imamur rusuli, na ni kiongozi wa mitume, jaa bid-dini al-islamiyya, amekuja na dini ya Kiislamu, alladhi la yaqbalu Allahu yawma al-qiyamati dinan ghayrahu, ambayo Mwenyezi Mungu hatakubali siku ya kiyama dini nyingine isipokuwa hiyo. Wa huwa min nasli saadati Quraish, naye ametokana na ukoo wa Quraish, ashrafi kabilati fi Makkah al-Mukarram, kabila tukufu lililoko katika mji wa Makkah tukufu. Wa yahtasilu nasabuhu, na inaungana nasaba yake bi Ismail ibn Ibrahim, kwa Ismaili mtoto wa Ibrahim alayhi assalam, amani ziwe juu yao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa majina naitwa Kabanza Mudathir, nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie juu yake, thalatha, watu wa aina tatu. Kwa majina naitwa Kabanza binti Mudathir, nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie juu yake, thalatha, watu wa aina tatu. La yandhuru Allahu ilaihim, Mwenyezi Mungu hatawatizama kwa jicho la huruma, yaumal qiyama, siku ya kiyama, illa an yatub, isipokuwa watakapotubia. Mtu wa kwanza, al-aqul liwalidayhi, mwenye kuwakosea wazazi wake wawili. Mtu wa pili, walmudmin ala al-khamri, na mwenye kudumu kunywa pombe. Mtu wa tatu, walmar'atul mutaraddila,
na mwanamke mwenye kujifananisha kama mwanaume au mwanaume mwenye kujifananisha kama mwanamke. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii imepokelewa na Imamu Bukhari na Muslim. Wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Warda binti Ramadhan. Nimesimama hapa mbele yenu ili kuwasomea tauhidi. At-tauhid, kumtambua Mwenyezi Mungu. Sin sual, kaifa ta'rifu rabbaka, utamtambuaje Mola wako? Jim jawab, a'rifu rabbi, ninamtambua Mola wangu, biayatihi, kwa dalili zake, wa makhluqatihi, na kwa viumbe vyake, wa min ayatihi, na miongoni mwa dalili zake, al-lailu wan nahar, ni kupatikana usiku na mchana, washamsu wal qamar, na jua na mwezi, wa min makhluqatihi, na miongoni mwa viumbe vyake, as-samawati wal ardh, ni mbingu na ardhi, wa ma fihima, na vyote vilivyomo ndani yake, kama qala Allahu Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu mtukufu alivyosema, fi suratul Fussilat, katika suratul Fussilat, bismillahir rahmanir rahim, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, na miongoni mwa dalili zake ni kupatikana usiku na mchana, washamsu wal qamar, na jua na mwezi, la tasjudu lishamsi wala lilqamar, basi msisujudie jua wala mwezi, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, na mumsujudie Mwenyezi Mungu aliyeviumba hivyo vyote, in kuntum iyyahu ta'lamun, ikiwa nyinyi kweli mnamwabudu yeye tu. Wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Rahma Mengi, ninasoma Al-Madrasatur Rahman. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea tafsiri ya Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu. Inna zalzalatas saa, hakika tetemeko la kiyama, shay'un adhim, ni jambo kubwa. Yauma tarawunaha, siku mtakapoiona, tadhalu kullu murdhiatin amma ardhat, kila mwenye kunyonyesha atamtupa amnyonyeshaye, watadhau kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwenye mimba ataharibu mimba yake, watarannasa sukara, na utaona watu wamelewa, wama hum bisukara, na kumbe hawakulewa, walakinna adhaba Allahi shadid, na lakini hii ni adhabu ya Mwenyezi Mungu iliyokali. Sadaqallahul azim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ninaitwa Saidi Sadi. Nimesimama hapa kuwasomea Qur'an. Bismillahir rahmanir rahim. Qala inni abudullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Nasr Shamis. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kusoma حتيات مباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kwa jina naitwa Yusra binti Musa. Nimesimama hapa yenu kuwasomea dua ya ufunguzi wa swala. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Jamila Saleh. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea mada ifuatayo: kuwajua viumbe sita wasiokuwa na baba wala mama. Kiumbe wa kwanza baba yetu Nabii Adam, kiumbe wa pili mama yetu Hawwa, kiumbe wa tatu nyoka wa Nabii Musa, kiumbe wa nne ngamia wa Nabii Swaleh, kiumbe wa tano kondoo wa Nabii Ibrahim, kiumbe wa sita ndege aliyoangamiza jeshi la mfalme Abraha aliyetaka kuvunja Al-Kaaba tukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Yunus ibn Hassan. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea Qur'ani tukufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adhim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan haja
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نذيقكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Nazmini binti Ali. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea watoto wa Mtume. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatima, Luqayya, Qasim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Muhammad Mudathir. Nimesimama hapa mbele yenu kuwasomea majina ya mitume 25. Mtume wa kwanza Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isaka, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Suleiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. فالمغيرات
watazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Kama mlivyoona, haya ndio mafundisho yanayopatikana katika kituo chetu cha Madrasatul Rahman Islamic Center Mbechai. Kwa mukhtasar, hii kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufundisha ni kazi ambayo ni ngumu, lakini pia kama alivyotuhusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha, kufanya kazi kwa bidii na kusubiri, tunaendelea na tunajitahidi kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwaeleza ndugu watazamaji ya kwamba tuwe na utamaduni wa kusapoti vituo vinavyosimamia malezi kwa kuzingatia uhalisia wa jamii tulionayo hivi sasa. Bila kupatikana malezi stahiki ya kiimani, basi jamii itaendelea kuwa kwenye changamoto nzito zaidi. Hivyo tunatumia fursa hii kutoa tambihi kwa watu na kuwashawishi kwamba waone vituo hivi ni bora zaidi, wavisapoti kwa njia moja au nyingine, ili hizi kazi ziendelee kwa upana zaidi. Mfano, kwa mustawa wetu huu ndio mustawa wa kwanza kabisa katika kuandaa vijana kwenda kwenye marhala zingine, na ukikosea katika kipindi hiki, hawa vijana unakuwa huwezi kuwapata kwa kipindi kingine. Hivyo tutilio mkazo, natumia fursa hii kuwashauri wazazi na kuwahimiza kabisa kwamba wasimamie mifumo ya madrasa ili watoto wapate misingi ya kimalezi. Kuna changamoto kadha katika madrasa zetu. Nasemea changamoto ambayo inapatikana Madrasatul Rahman na madrasa nyingine zote, kwa sababu tuna uzoefu ndo zile zile. Miongoni mwa changamoto ni walimu katika kupata mishahara au posho. Hii imekuwa ni changamoto kubwa, ndio maana madrasa nyingi zinapata matatizo ya kutoendelea, zinakufa kwa sababu walimu wanakuwa hawapati fedha za kujikiri katika maisha yao. Hivyo utakuta mtu anaacha kufundisha madrasa, anaendelea kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kukwambieni kwamba jengeni utaratibu wa kuzisaidia madrasa, hasa walimu, kwa kuwapa posho. Mwenyezi Mungu kama alivyoahidi, ukifanya wema Mwenyezi Mungu atakulipa wema. Lakini nisemeni jambo lingine ambalo ni changamoto katika madrasa zetu kwa ujumla wake, ni swala la wanafunzi kutosoma kwa muda ambao unafaa zaidi. Sasa hivi kuna changamoto ya shule, watoto wanachelewa kutoka shule, lakini vile wakishafika kwenye madrasa ya darasa la 5, la 4, la 7, unakuta madrasa wanazikimbia, wanakuwa hawaji kusoma madrasa. Kwa hiyo wazazi, huu ni mtihani kwetu. Tunatakiwa tutengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba watoto wanasoma madrasa hata wakishafikia viwango vya juu, mfano wameenda kwenye sekondari, kusikana utaratibu maalum wa watoto kuendelea kusoma madrasa ili kusudi waweze kukava masomo yale ya muhimu kwa njia moja au nyingine. Madrasa ilivyo, ili elimu isimame vizuri, kuna mambo matatu ya msingi: apatikane mwanafunzi, apatikane mwalimu, lakini pia hata na mzazi naye asimame kwenye nafasi yake. Haya mambo matatu yakipatikana kwa pamoja, tunaweza kutengeneza vijana kwa ubora zaidi kwa namna moja au nyingine. Inshallah, mimi sina mengi sana ya kueleza, isipokuwa tutatengeneza program ya kuandaa vipindi kama hivi kila mara ili tuweze kueleza changamoto kwa ujumla. Lakini na kuombeni ndugu zangu katika iman, swala la madrasa lisimamiwe. Mtume Muhammad sallama anaeleza katika mafhumu
ya maelezo yake ya kwamba mtu akijenga madrasa walau chumba kimoja kipatikana kusomewa, watoto wakajifunza mambo ya Mwenyezi Mungu, basi ubora wa kile chumba kimoja ni bora kuliko msikiti. Kwa hiyo utaona namna gani mtu akienda msikitini anatakiwa awe tayari shatengenezwa madrasa ili kusudi akafanye kile ambacho amekisoma madrasa. Sasa kama msikiti wanaingia watu hawajui kusali, hawajui kusoma Qur'an, hawajui chochote, itakuwa ni shida. Kwa hiyo inshallah tusupport hizi madrasa ili misikiti ipate watu wataalamu katika masuala ya kuendesha misikiti na kusimamia masuala ya ibadati mbalimbali. Inshallah narudia tena, supportini watu wa madrasa. Na inshallah tunaomba tutengeneze mazingira ya kupata madrasa kubwa katika eneo moja husika. Tukipata eneo moja ambalo ni kubwa, mfano katika mtaa wa Magomeni huu tukapata nyumba nzima, hili inshallah na kushawishini wadau, mnajua mpo na mna uwezo wa kufanya. Safanyeni survey katika madrasa zetu ziko vichochoroni, lakini tupate hata nyumba nzima inunuliwe, matajiri pesa mnazo, inshallah mnunue madrasa, mweke utaratibu mzuri, tuwe na kituo kikubwa ambacho kiasi kwamba tutakusanya watoto wa mitaa yote hii sehemu hii moja, tufundishe kwa marhala za kitaratibu ambazo ni bora zaidi ili kupata ukamilifu wa masuala haya. Inshallah katika madrasa yetu hii tuko walimu watatu ambao ni permanent, nikiwa mimi Mudathir ambaye ndo mudir, lakini pia yuko msaidizi wangu ambaye anaitwa Sheikh Hassan atakuja kuzungumza hapa, na mwingine ni Sheikh Kalembe ambaye leo hayupo. Inshallah kwa haya machache nitamuita Ustadh Hassan naye azungumze mawili matatu ili tuweze kumaliza. Namba yangu ni 0717 52 90 81. Inshallah hiyo ndo namba yangu mimi, kipiga unanipata na kwa maelezo ya ziada, lakini pia na Ustadh Hassan atataja namba yake inshallah kija hapa ili tuweze kushirikiana katika jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibuni na asanteni sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumsifu Allah tabaraka wa taala, kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Majina naitwa Hassan Ahmad. Mimi ni mmoja katika walimu wa madrasa hii, Madrasatur Rahman. Kama alivyotangulia ndugu yangu Al-Habibi Mudathir ameelezea kuhusu changamoto ambazo tunapitia katika madrasa yetu. Kweli tuna mazingira magumu sana kuhusiana na madrasa yetu, hususan katika suala la ada za wanafunzi. Wazazi leo wamekuwa wamejisahau sana katika hilo, lakini niwakumbusha ndugu zangu Waislamu, hii ni kazi ya Allah tunaifanya, na hawa watoto wenu tunawajenga katika maadili. Leo tukiangalia umma umepotea sana, na hususan ukifuatilia utakuta watoto wengi ni wa Kiislamu, ndio hawa panyarodu na waona, wengine wamekuwa vibaka, wengine walevi, wengine watoto wa kiume wamejibadilisha wamekuwa wa kike, watoto wa kike leo wamejibadilisha wamekuwa wa kiume. Hii ni kutokana na wazazi kuto kuwasomesha watoto wao. Kwa hiyo niwahusieni pamoja nami kuihusia nafsi yangu, ndugu zangu Waislamu, watoto inatakiwa tuwasomesha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huu ndio msingi na moja katika haki za mzazi kumpa mtoto wake kwa mujibu wa kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema mzazi ana haki kwa mtoto wake ampe katika ulimwengu huu. Asipomtimizia haki hizo,
basi haki hizo ataenda kumlipa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moja katika haki hizo alizozungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuallimahu kitab Allah, mzazi amfundishe mtoto wake kitabu cha Allah, ajue haki ni nini, ajue batili ni nini, ajue halali na haramu, ajue Uislamu wake kwa ujumla. Haya matatizo yote yatakuwa yamekwisha. Lakini kama wazazi tutadili na shule tu, madrasa tukaona ni jambo ambalo limepitwa na wakati, halina faida yoyote, lakini tutambua hii ndio ilmu al-akhirah, hii ndio elimu ya akhira ambayo itakayotusaidia katika maisha ya mbeleni. Kwa hiyo niwaombeni ndugu zangu Waislamu, watoto wetu tuwasomesheni madrasa kwa wingi sana, lakini pia shule nao wasome. Mfano mdogo tu, shuleni leo mzazi kila siku ya Mungu mtoto wake anapokwenda shule atampa pesa ya kula shule, kama michango yote shule watatoa. Lakini changamoto ambazo tunazipata leo hapa, ada zimekuwa mtihani. Tena ada yetu ni shilingi 1300 kwa mwezi, lakini unakuta kuna mzazi anadaiwa hata miezi 5-6 hajalipa. Akija hapa, ustazi, hali ngumu, nivumilie. Lakini shule mtoto wake kila siku anakwenda na shilingi 2000. Kipiga tathmini kwa mwezi ni shilingi 1060. Lakini kwa ajili ya Allah shilingi 3000 imemshinda, anasema hali ni ngumu. Na si hali ni ngumu, bali tu ni jambo ambalo wanaona kwamba halina faida. Lakini hii ndio elimu na ndio nusura mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, tunaombeni wale ambao mna uwezo wa kutusapoti kutokana na mazingira yetu, basi inshallah namba yangu ni 0784 929 00 3 mwisho. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Channel 10, hususani kipindi cha madrasa zetu, umejionea mwenyewe jinsi ilivyo kulingana na mustakabali wa kujua dini yetu ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaniangalia sasa hivi, wekeza kwa Mwenyezi Mungu, kesho Mwenyezi Mungu atakulipa utakachokiweka. Watoto hawa wanahitaji huduma. Sina mengi ya kuongea, ni hilo tu mpenzi mtazamaji. Hiki kipindi ni bora na usikose kuangalia siku nyingine ili upate kuwekeza kwa Mwenyezi Mungu. Mungu atakulipa.